Unapokutana na huyu mwanaume Yesu, lazima kitu kifanyike, lazima kitu kifanyike, na kuna kitu kinafanyika leo, na kuna kitu kinakwenda kutendeka leo. Wewe mwenyewe utembee ukisimulia, useme nimekutana na mtu sio wa kawaida. Haleluya. Naomba niongeze katika hali ya kawaida. Tuko hapa na wewe unajua kile ambacho kinakusumbua. Naomba kikemee kiondoke, na kinatoka. Nakwambia kinaondoka. Hali yoyote ambayo umeiona kwako imekuwa ni nguli, lakini kuna ukweli, kuna ufahamu. Kama nilivyosema, kwa imani tunajua, tunafahamu ya kwamba tayari kwa Kristo ndiko kuna ushindi, ndiko kuna ukombozi, ndiko kuna msaada. Yeye ndiye amekuja ili tusiendelee tena kwenye hangaiko. Sasa tunasema hivi, hii nafasi tumepewa, kile ambacho wewe mwenyewe ni shuhuda na kimeendelea, na kwambia sauti ya ufalme imeshanena leo, kikemee kinaondoka, kinakuacha, na kinakuacha kabisa. Hautakiona, hautakiona, hautakiona. Ilikuwa ni juzi, nafikiri kuna Mungu alizungumza kupitia mtumishi wake, kwa sababu kulikuwa na jambo fulani lilitendeka, nikaa nimesema naye, lakini aliongea tu ya kwamba mpaka sasa hivi haipo, imeshapotea, hautaiona. Nataka nikwambie hata jinamizi limeshasikia ujumbe huu. Madhabahu yoyote imeshasikia hii habari. Ndio maana akasema hata shetani mwenyewe atakutapika, atakukataa. Kwa nini anakukataa? Anakukataa kwa sababu ya jina la Yesu. Anakuacha kwa sababu ya ukweli ambao tayari tumeupata. Anajua sio wako tena. Dakika 5 tu. Na kwa hivi, hata kama ulikuwa unaona wanakufuata usiku, hawatakufuata. Hata kama kuna jini lilikuwa na uhalali na wewe kuleta shida kwenye hiyo ndoa, hautaliona. Mwanaume yuko kazini. Yesu yuko kazini zaidi. Wacha nikwambie, yuko kazini. Aliposema tu basi, na ndivyo ilivyo. Basi na wewe sema basi kwenye hayo ambayo yamekutendekea, kwenye hayo ambayo yameendelea. Leo sema basi, na imekuwa. Nini umeendelea kukiona? Moyo wako unanena na unajua teso lako ni nini. Lakini nataka niambie hiyo hali ya kwamba tayari ondoka. Sina urafiki na wewe tena. Kuna ukweli ambao tayari Bwana amesema. Ni ukemea tunaondoka. Na yoyote ambayo imekuwa inadai. Si nimwambie watu kama kuna mpatilia mwalimu, kuna taarifa zinazokuja, yeye anakuelezea maisha yako. Anasema tumetembea kwenye hayo maisha, tumekuwa kwenye hayo maeneo. Anatufunulia kwamba tujue muda tulionao sasa hivi, kwamba tofauti na ule ambao tulikuwepo, tayari kunaye ambaye ameshaingia, ambaye yeye ndio ukomo wa hayo mengine kuendelea. Anafungua ukurasa mwingine ili mengine ambayo ni ya Bwana yaendelee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kemea, mpinge. Maandiko yamesema atakimbia. Na nakwambia mpaka sasa hivi anabeba kila mizigo yake, anakimbia. Nakwambia hata kama ni madhabahu, hata kama ni mizimu, hata kama ni roho yoyote ambayo imekuwa na uhodari, kwa na ukweli huu ambao umesikika hapa, tayari kila mizigo ambayo alikuwa kubebesha anabeba na kuacha. Sijui kama tutakielewa kwa Mungu. Huyo ndiye ambaye tunamtukuza mahali hapa. Huyo ndiye ambaye tumemfuata kutoka kule ulikotoka hapa kuingia mahali hapa. Angalia kile ambacho kimekuzunguka. Lakini naomba sema neno tu. Sema neno tu. Hilo neno lina thamani kubwa. Na ina matokeo makubwa, na linafanya mapinduzi kupitia ukweli.
ya kwamba Baba, ni kweli nimeshasikia, nimeshajua ya kwamba sasa nimepitia kwenye nyakati hizo, ni kweli, lakini kwa sababu yako leo mwisho na inatendeka na imetendeka. Ndio Yesu, asante. Ni nani aliye kama wewe?